majina naitwa Grace Mgase, ni afisa maendeleo ya jamii halmashauri ya wilaya ya Longido. Halmashauri ya wilaya ya Longido, afisa maendeleo ya jamii tupo 15 ambao tunafanya kazi mbalimbali za kusaidia na kuwezesha jamii kuweza kujikwamua katika kiuchumi na katika kujipatia fursa mbalimbali za maendeleo. Kiuhalisia wilaya yetu ya Longido ni wilaya ambayo tuna tarafa 4 lakini tuna kata 20. Na katika kata 10 tu ndio tuko na maafisa maendeleo ya jamii, lakini kata zingine tunaziratibu kutoka head office, lakini pia kuna wataalamu wengine wako na kata 2. Kwa majukumu halisi ya shughuli zetu za kila siku kama maafisa maendeleo ya jamii, tunafanya mambo mengi kama tunavyojua. Idara ya maendeleo ya jamii ni idara mtambuka ambayo inakuwa ina coordinate shughuli nyingi kutokana na idara nyingine. Tunafanya kazi ya kushirikisha jamii katika kuainisha fursa na changamoto zinazoikabili ili kujiletea maendeleo, lakini pia ni jukumu la msingi la maafisa maendeleo ya jamii kuelimisha jamii kuondokana na fikra potofu, mila zilizopitwa na wakati na tamaduni ambazo zinarudisha watu nyuma. Pia ni jukumu la maafisa maendeleo ya jamii au idara ya maendeleo ya jamii kuishirikisha jamii na kuunganisha na kuwezesha makundi maalum kuweza kufikia fursa na michakato ya kimaendeleo. Kwa maana kwamba kwenye miongozo yetu na sera zetu za wizara zimewataja makundi maalum kama watu wenye ulemavu, wanawake, vijana, wazee pamoja na watoto. Tuangalia wale watu ambao wanaachwa katika mchakato mzima ya maendeleo, kuhakikisha kwamba na wenyewe tunawaelimisha, tunahamasisha ili waweze kunufaika na fursa za kimaendeleo zilizopo. Pia ni jukumu la afisa maendeleo ya jamii kuratibu na kuhakikisha kwamba masuala ya kijinsia yanaunganishwa katika shughuli zote za maendeleo na kazi zote zinazofanyika, kwamba zinatia maanani na zinasimamia masuala ya kijinsia, kwa maana kwamba watu wote, jinsia zote, bila kujali huyu mwanamke au mwanamume, awe ananufaika sawa na fursa zilizopo. Manufaa tuliyopata, tumeyapata manufaa kwa sababu faida tunayopata kutokana na hii mtaji tuliopata, tunajitahidi kujiendeleza mwanakikundi mmoja kwa biashara. Kama mwanakikundi atataka kufanya biashara nyingine tofauti na hiyo tunayofanya, tunampa mtaji mwanakikundi mmoja pale tutakapotufuata mafanikio. Mpaka hali nilipo mpaka sasa hivi, hali ya kimaisha kwangu naendelea salama kimaisha kwa ajili manufaa sana mkopo niliyopatiwa na halmashauri ya Longido. Kwa hiyo pia ni jukumu letu kama maafisa maendeleo ya jamii kuwawezesha wananchi kunufaika na fursa za kiuchumi zilizopo. Tuna fursa nyingi, tuna 10% ya mikopo ambayo inatolewa na halmashauri kutoka kwenye makusanyo yake ya ndani, lakini pia tuna mifuko ya wizara ya vijana, ya wanawake, lakini tuna vikundi mbalimbali vya vikoba, tuna sakosi ambazo zinatoa huduma au zinawezesha jamii ili kuweza kuinua uchumi wao. Katika hela tuliopewa hiyo milioni 10, tumefanikiwa kununua maharage yetu
na katika hiyo milioni 10 tumeshapata faida, tumeshanunua shamba na bado tunaendeleza na biashara. Bado tunaendelea kufanyia biashara. Tumewezeshwa na serikali kupewa shilingi milioni 9 kwa sababu ya uchumi wa vijana, na lengo letu lilikuwa ni kununua mazao aina ya maharage na mahindi, na tumefanya hivyo. Kwa hiyo tunashukuru serikali sana. Kwa kweli kwa kupitia huu mkopo, mimi kama kwenye familia yangu nimenufaika, kwa sababu zile changamoto ndogo ndogo za maisha ambazo tulikuwa tunapitia hamna tena, kwa sababu hata tukiuza tukipata ile faida tunaweza tukasema sisi kama wazazi, maana wengi hapa tunasomesha watoto, tunasema tugawane kidogo kidogo, lakini tuendelee kuficha akiba. Kwa hiyo kwa mimi kwa upande wa kunufaika, tumenufaika na faida pia tumepata. Kwenye swala la vikundi vya 10%, vikundi kwanza kabla hatujavisajili tunatoa elimu kwa jamii juu ya uundaji wa vikundi, lakini wakishaunda tunawapa elimu juu ya kubuni miradi, maandiko, lakini tunajengea uwezo namna ya kutekeleza miradi yao, namna ya kusimamia pesa, na tunaona mafanikio kwa sababu kwa sasa hivi tuna vikundi hata vimeanza kufanya shughuli tofauti, kwa sababu tunavyojua halmashauri yetu sehemu kubwa ya uchumi tunategemea mifugo. Kwa hiyo sasa hivi tunaona vikundi vingine vimeanza shughuli za uchomeleaji, wengine wameanza viwanda vidogo vidogo vya kusindika, wengine wanafanya shughuli za ushonaji. Kwa hiyo kumekuwa na diversity ya shughuli katika jamii yetu kuliko kutegemea chanzo kimoja tu cha mifugo ambacho wakati mwingine kinakumbana na changamoto za ukame. Na pia ni jukumu la maafisa maendeleo ya jamii kuwezesha jamii katika masuala ya malezi na makuzi ya watoto. Hapa tuna sera na miongozo ya kusimamia haki ya watoto katika kupata elimu, haki katika kulelewa bila kubaguliwa, kwamba huyu ni mtoto wa kike, huyu ni mtoto wa kiume, huyu ni mlemavu, anatoka kwenye kaya maskini, anatoka kwenye kaya tajiri, wote wana fursa sawa tunapozungumzia kuhusu haki za mtoto. Kwa hiyo ni wajibu wa maafisa maendeleo ya jamii kuendelea kutoa elimu kupingana na masuala ambayo yanapinga haki za mtoto. Na siku hizi tunahamasisha sana swala la malezi jumuishi, kwamba swala la malezi ni swala la baba, mama na jamii kwa ujumla, kwa sababu tukijaribu kuangalia kuna kupotoka kwa maadili sehemu kubwa kwa watoto, na watoto wengine wafanya ukatili, watoto wengine wanyimwa haki zao. Kwa hiyo ni swala la kila mmoja ambaye ni mzazi kuhakikisha kwamba haki inatendeka kwa watoto wote. Lakini ni jukumu pia la maafisa maendeleo ya jamii, tunalo dawati hapa kuratibu masuala ya NGOs na CBOs ambazo zinafanya kazi ndani ya wilaya, kuhakikisha wanakwenda kutekeleza yale walioyapanga kwenye mipango yao kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu. Kwa hiyo nitoe ushauri kwa viongozi wote ngazi zote, viongozi wa mila malaigwanani, viongozi wa vijiji, lakini viongozi wa dini, tuendelee kutoa elimu kwa pamoja, kwa sababu na wenyewe pia wako karibu sana na jamii. Tutoe elimu ya kutosha kwa jamii kuhusiana na masuala ya ukatili, kuhusiana na masuala ya malezi na makuzi, lakini hasa kwa mtoto wa kiume pia, kwa sababu tukiangalia mtoto wa kiume aliachwa sana, ndio maana watoto wa kiume wakawa wanayumba yumba. Kwa hiyo nitoe wito kwa kila mtu kwa nafasi yake, mzazi, kila mtu asimame katika nafasi yake katika kupinga ukatili, lakini katika kutoa elimu kwa jamii. Zuma, 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 Zuma,
bayana. Oloirore ngaba sai ninye shurwa meraleng endamena olong.